Je bon giso umesema tulikuwa foro ku comptabilité. Manake mabitia calcule ndio mabitu yako. Ile ndio ile piganaka na ile. Ile ni mile. Kuna lingine swali hapa lenye lilikuwa nimesikilikana kama uvyo unaanza fungisha watu. Maana wewe watu sawa wanaanza kufuata nyuma kubia wewe unawafungisha. Ile wewe unaisema hai kuhusu hili. Ndio unajua ile kuhusu ile nilikuwa nasema mimi sikuwa napenda viongelea, lakini watu wanaongea sana. Ndio. Kama ule mtu alikuwa kuiba mtoto hapa nyumbani. Na niliambia watu wakati ile alikuwa hapa nyumbani, alikuja hapa nyumbani kwangu. Nachekaka tu. Ndio. Juu wanasema hivi, wakati unaenda kuoga, ndio, unavua nguo unatia hapa kwenye ukuta. Na mwenda wazima akija akachukua nguo zako, anaenda wewe katoka uchi. Wewe ndio mwenda wazima. Unasikia? Hiyo nilikuwa sijui hiyo mzee hapo na mimi unanifunza. Wakati mtu anakongelea kibaya, kaa kimya. Ndio. Nikawaeleza huko nawaambia watu wale vijana, nikawaambia mkamate maji tia kwenye kinywa. Mtu hata anasema kaa tu. Hata unasikia kwa maana nakaka na sifu mke wangu sana. Nasemaka kama watu wote walipata siku ya malipo, tunatoa pesa sasa kila mtu achukue 200 yake. Wakaanza huko mjinga. Wote wanafanya tax Colorado. Walipitia kwangu mimi. Hata kama wananigeuka, wanasema mimi ambao ndio walinifundisha, ambao walitumika na mimi. Nafikiri ofisi yangu ilikuwa naona ma certificate yote ilikuwa pale kibambazi ya kila kitu nilifanya. Nikaenda Charaboko nikasoma kila kitu nikamaliza. Sasa hapana, labda umekosea sehemu, mbona pesa ni nyingi? Haiko ndio tunapataka huko tunaendaka? Nikamwambia sasa ule jamaa anaibaka. Mimi nafuata yenye shule imenionyesha mimi nafundisha. Good morning Africa, this is Abdul Nasif. Leo tumepata bahati ya kumtembelea kiongozi ambaye tumemtafuta kwa siku nyingi sana. Kiongozi ambaye kupatikana kwake kumekuwa kugumu, tumefanya nguvu zote, ila kwa bahati tumepata na tumekuja kisurprise. Kwanza hakuwa anategemea kama leo tutafika hapa, na bahati nzuri ametupokea, na ni kiongozi wa jamii, community leader, philanthropist, businessman, entrepreneur, na ni mwanzilishi rasmi wa kundi la Umoja of Africa hapa America. Ni kundi ambalo atatupa maelezo zaidi na atatuambia nini sasa leo tumekuja, sababu kuna rumor nyingi sana zinasikilikana huku nje, mambo mengi yanasikilikana huku nje, mambo mengi yanasemeka huku nje. Mzee anaikaa kimya, wanasema kulia kushoto, yeye mzee asemi kitu. Sasa tuje kwa nini mzee asemi? Sasa ndio na sisi tumepata nafasi, tukasema leo mzee hata tumtange tukisurprise. Hatukumwambia wala tukumtaarifu, ila bahati nzuri ametupokea, na tutamuuliza yale maswali na zile changamoto watu tunazisikia kuinje, na kwa nini hapendi kujibu, kwa nini anasikia maneno hasemi. Basi leo tuko naye hapa, tutamuuliza yale maswali yote tunajiuliza, na hizo habari zote ambazo tunasikia huko nje yeye aje atupe ukweli na atuambie ni nini hasa ama ni yapi hasa wewe anatokea. Tunashukuru sana Papa Omari kwa kutupokea kisurprise leo. Hatukuko taarifa, tukupigia simu, ila tunashukuru kwa kutupokea vile vile. Asante sana, na mimi nashukuru leo kwa nyinyi kufika nyumbani kwangu, kwa sababu sikutegemea. Nilikuwa na program yangu tafuta kutoka, sema nilikuwa tayari kutoka, nikastuka nyinyi mnafika. Sikujua ni nini, nikaona tu ni wadogo zangu wanakuwa nitembelea. Ndio. Kumbe ulikuja ajili ya masuala ya maneno ambayo inasemekana mitaani. Sawa, sio shida, mimi siwezi kukataa kumpokea na siwezi kukataa kujibia. Tunashukuru sana, tunashukuru sana Legra, tunashukuru kabisa. Ni sisi kwetu ni honor, paske jina lako ni jina likubwa, jina limeshafanya mambo mazuri sana. Sasa wakati tunaposikia habari huko nje, sisi kama wadogo zako tunasema mbona mzee ajibii? Sasa nasema kwanza tumfuate Legra, tumsikie Legra anasema nini. Kabla tujaendelea, tutapenda kwanza tupatie biografiki kidogo kwa wale ambao hawajakufahamu zaidi, hawakufahamu vizuri. Utuambie kwanza Seki Papa Omari. Okay, asante sana. Ndio. Kwa majina naitwa Omari Zakwani. Na nimefika hapa Marekani tangu
2010 Ndio nimefika Marekani na pamoja na familia yangu. Nikuja mimi na mke wangu mpendwa Mama Amina, wanamuita Mama Alex. Ndio. Yeah, my beautiful wife. Yeah. Ndio mshauri wangu mkubwa sana. Kila kitu kyote mimi nafanya, bila yeye siwezi kufanya. Na kwa sababu ana upendo. Ni kweli. Na ndio ananiachiliaka mimi niende nifanye nafanyaka. Bila upendo wake singeendelea na singejulikana kama ninajulikana leo hivi hapa. Kwa sababu anaungana na mimi kwa yote ninafanya. Ni kweli. Yeah. Ni kweli. Ndio hivyo. Mimi nimetoka Tanzania. Ndio. Nikakuja hapa USA. Nimefika kweli nimekuta community Congolese ilikuwepo. Ndio. Na kulikuwa maugomvi fulani, lakini mara moja sikufikia ku community. Ndio. Nilienda kazini grill. Ndio. Nimefanya kazi grill ya ng'ombe kule. Kweli. Nimekata nyama kule sana. Basi na papo ni grill unaishi hapa Denver. Nilikuwa naishi Denver, naenda grill na kurudi. Na nilikuwa na gari yangu ya kwanza tangu nifika Marekani, ilikuwa Jeep Grand Cherokee. Ndio. Nilikuwa nachukua na watu. Ndio. Tunaenda grill, tunafanya kazi na tunarudi. Na mimi ndio nilikuwa kama vile kiongozi driver wa kupita kila nyumba kwa nyumba. Unapika chukua watu, tunaenda. Nilikuwa wa kwanza kuamuka, wa mwisho kulala. Kweli. Yeah, kwa ajili ya kusaidia community yetu. Ndio. Na kama nilifanya hivyo, niliona vijana wengi wanakaa tuna makazi, tunakosa usafiri. Ndio. Sasa kama kukosa usafiri, sawa basi, haina shida, mimi taweka gari, tutaenda tuchangie mafuta. Lakini sisi tutumike ajili tupate gisa ya kusaidia watu tuliacha nchini. Tulikuja hapa kutafuta, tukuja kutafutana. Ndio, ni kweli. Ni kweli, naipenda sana hiyo. Naipenda sana. Ni kweli sana. Na ndio wakati nilianja hivyo, tunaenda tunarudia mpaka siku gari yangu ile Jeep imeharibika, tuko kazini. Ndio. Tunatoka kazini usiku, gari nakataa kuwaka. Na kulikuwa snow kubwa nyingi sana siku ile. Basi sisi wote tulikuwa tungekaa tukalala kwa rafiki yangu moja huko kwa grill. Tukaamka asubuhi, nikawaita vijana wote. Nikaita initiative ya kwanza. Kawaeleza, mnajua nini? Tusipoteze kazi. Na sisi wote tulikuwa kufanya kazi hapa. Kila mtu atoe $500 tununue van. Na tulichanga ile pesa, tukapata ile pesa na tukanunua van yetu. Wote ambao tulikuwa tunatumika nao wanajua historia, na mimi ndio mwenyewe niliwaunga wote juu tupate ile van. Na tukapata van, tukaanza kwenda na van hiyo. Ilikuwa hakuna mtu kulipa tena, tunakuwa tu kununua mafuta tu. Tunaenda na tunarudi. Na ikafikia hatua mimi nikaacha kazi, nikaacha van, wanabakia wao kutumika. Juu ni van ya kundi, haiko van ya mtu. Hata kama mimi ndio nilikuwa majina langu, lakini ilikuwa van ya kundi. Juu niliwaacha wanafanya kazi mpaka ile van nayo ilifika kuharibika na kila mtu akatoka akatafuta kazi sehemu nyingine. Kwa kifupi ndio ulikuwa mwanzo ya pata akili ya kwanza kureunir watu fasi moja. Yeah. Ni story nzuri, ni story nzuri kabisa. Kama mimi na huko mjini tulikuwa tunatembea, unaona kama mambo kama hayo na mjini watu hawayasemi. Na kama hilo ni jambo lizuri. Sasa baada ya hapo ikawaje? Jambo la ulitumika hapo kwa muda kama ni miaka miwili, kisha baada ya hapo sasa mawazo yakaanza aje kupanuka zaidi? Ndio, nimefanya kazi karibuni miaka miwili grill. Na mimi ni mtu nazoea kujipiga. Siwezi kuikaa tu hivi bila kucreate. Ile ni kitu mimi nasemaka hata marehemu mzee baba. Mungu amrehemu. Yeye alikuwa anatuamsha 5h du matin. Anakueleza mwanaume alalaki. Mwanaume ni kazi. Mwanaume ni kucreate. Sasa ile kitu ilibakiaka. Na niliona kwenda nilienda kutumika kazi na kutokana na hao ndugu zetu ambao tukutanisha hapa, bisi wananyanyasa watu, kufanya nini, akili kanikuia inatakiwa nifungue kampuni. Na ndio ilikuwa 2016. Ndio wakati nafungula kampuni yangu ya Umoja Enterprise LLC.
ilikuwa ni kampuni ya cleaning, ndio nilianza nayo mimi. Kweli. Mimi baada ya kufanya miaka 6 Amerika. Pale ni miaka 6. Avant hapo kwanza kuna communities zingine ulikuwa unatumika nazo ama ulikuwa unaishi? Avant hapo nilikuwa na Umoja ni Nguvu. Ndiyo. Nilifungulaka nani ya Umoja ni Nguvu. Na ofisi yangu ya kwanza ilikuwa Paka Road. Tulikuwa ofisi ya Umoja ni Nguvu. Na tulikuwa nafanya matour ya kuikala kwa ofisi kwa sababu watu walikuwa wanapiga masimu kusikosi mtu pale kwa ofisi. Na wakati tulianza ile Umoja ni Nguvu na profite kumsalimia Mama Bahati Shindano. Alikuwa pamoja, tulikuwa naye kwenye Umoja ni Nguvu. Na tulikuwa na Blaze. Tulikuwa na Asta, Fatu, John na Claude. Ni watu ambao tulikuwa nabo kwenye ile Umoja ni Nguvu. Sasa tulianza Umoja ni Nguvu. Sasa nilikuwa na Umoja ni Nguvu, communauté congolaise ikaja kunitafuta. Nilikuwa nyumbani, nilikuwa na certain dimanche. Nikaa nyumbani na familia tu. Nikaona rafiki yangu moja Papa Gola. Na mke wake wakaja. Wakati walifika akanieleza kama inatakiwa wanakuhitaji. Wananihitaji wanani? Wapi? Basi nikakataa kuenda. Mke wangu akanieleza, kwa nini unakataa? Si uende usikilize. Mtu anaenda kusikiliza kwanza. Basi mke wangu akabakia na mke wake hapo, yakanichukua kwenye gari yake. Wakati nilipofika nilikuta watu wanaekaa kweli kwenye sala ukumbi. Wakaniona, wakanipokelea. Wakati walinipokea kwenye kundi, wanapiga makofi, mimi nikashangaa. Aje watu wanapiga, ndio vile sisi tukuita hapa tunapenda communauté yetu inakufa. Unasikia? Mwambia communauté yetu inakufa. Sasa tunakuhitaji wewe ushirikiani na huyu bwana hapa mwenye alikuwa vice president wa ule president mwingine wa kwanza. Mtumike pamoja jua kuamsha communauté. Basi sasa sio vibaya na mimi niko pale jua kusaidia jamii. Nikakubali. Kaambia haina shida, tutatumika. Na kia kwanza niliuliza kwa watu kama document gani ambayo tunayo kwa sisi kufanya kazi kama ya nani ya community ilikuwa haina document. Wanasema president mwenyewe alikuwaka alikatana kuacha vitu hivyo. Basi tukaweka initiative ya kuchanga pesa, tukachanga pesa, tukafanya ile document 513. Baada ya kufanya 513 na nikapitia watu. Kulikuwa utata fulani katikati ya Waswahili na Wangala. Unaona ile kitu ileta utata sana hapa. Lakini nilipiganisha. Nilipita kwa nyumba ya watu, nikaunganisha watu wakati wanajua kama mimi naingia Congolese community in Colorado. Nilikuwa vice president wa Congolese community. Na nikaunganisha Waswahili wote. Na Wangala tukakutana sote kwa kitu kimoja. Tukafanya barbecue ya kwanza. Yenye Waswahili wote walijaa na kila kitu kapita vizuri. Baada ya hapo nikafanya team ya mpira. Nikasatoka tu la timu moja ya Congolese community, lakini tufanye timu ya Umoja ni Nguvu. Tukafanya equipe kubwa kabisa, na equipe ilikuwa nzuri kabisa hiyo. Equipe nani ikakuwa mavurugo katikati ya sisi viongozi wa Congolese community. Wakaanza kusema Omari amevunja communauté, amefanya communauté ya Waswahili. No, unafanya vizuri? Ndio, anapata. Anafanya communauté ya Waswahili. Ndio. Tukafika kwenye terrain kwa vurugo kwa terrain. Bon, nikakuja, kaambia watu msifanye fujo, muache. Nikaenda kuongea na wale wa jamaa, na tuache vitu hivi, tuko wazima. Ndio. Mambo ya vurugo sio mzuri. Ndio. Basi tukacreate group nyingine ya wamama. Ndio. Hapa Colorado. Na haikuwa hapo mwanzo haikuwa. Ndio. Tukacreate group ya wamama. Na kama mnanifuata mzuri, hata wakati marehemu wa Matiti amefariki, nafikiri nisimamisha mama fulani mule, kama ndio walikuwa waanjilishi ya hii group, ndio niliongea nao, tukakaa tukafanya group ile ya wamama. Ndio.
kulikuwa mama Alex Kasanse, kulikuwa mke wangu mama Amina Omari, kulikuwa mama Nicole Njibu, kulikuwa mama Biza, mama Bahati, mama Chite na wengine wewe siwezi kumaliza majina watu wote hapa. Ina ile group ilikuja na power. Nguvu sana. Première sortie yao ilibidi tufanye barbecue ya mama. Wakanunua ma uniform, kila kitu. Nakumbuka siku ile nilikuwa mgonjwa, nilikuwa sisikie vizuri. Sasa wakaniambia unajua kamata fasi kwenye park nini. Nikajitahidi nikaenda kwenye park, nikakamata fasi, nikabatia pale mama. Nikaenda ku Congolese community kuonana viongozi wenzangu, tulombe group ya nani tutie, wakanikatalia. Nikakamata initiative siku ile, tukanunua group nyingine mpya. Ile siku ilikuwa mimi nimetoa pesa, nikaita Jacques, kwa sababu wale wa mama walishinda siku mzima mkupiga chakula ya harusi ya Jacques. Na nani ya kwanza ambayo wamama wale walifanya ilikuwa harusi ya Jacques na Dina. Ni wale wamama ndio walipiga, walisimamia kila kitu, walipiga. Wafanya ni wale wamama ya umoja ndio walifanya kila kitu ile wakati. Na ndio nikaitaka Jacques kambia d'une façon pour remercier wamama, mimi na wewe tuchange pesa tununue group itabakia ya group ya wamama, group electrogene. Tukanunua group kubwa electrogene, tukakuja nayo tukaweka pale. Kweli nani kaenda vizuri, feti ilipita vizuri zaidi, ikaendelea vizuri. Mama Alex ndiye alikuwa president wa group ile wa mama. Kila kitu kilienda vizuri kabisa. Na tukarudi nikikaa bon kwa masigisi, unajua tu changamoto ikosekana. Wengine wakakuja wakati nanunua nyumba hii ikakuwa pesa yetu ya nani ndio ananunua nyumba. Alikamata majina ya wanani, anapeleka government, inampa pesa, amenunua $500,000 ngao nunua nao nyumba. Nikasikia maneno ya hivyo, ikatoka tena kwa wapi? Kwa sisi wenyewe Waswahili. Unaona? Wakati ilifika hivyo, nafikiri nilitaka mke wangu kumwambia toka mwe makundi. Kaa chini, kwa sababu mimi niko mchoma kichwa. Tumikaka sitaki watu wanizarau sana na pesa huko nini. Usiwezai kujibiana na watu. Mke wangu akatoka na ndio gisi atoka kundi, tukaacha ile kundi kaendelea, na kwenye ndio kufia mimi sijue, kwa sababu sikujiinteresse nayo tena. Ni kweli. Nikakaa nikaamusha group ya umoja. Na group ya umoja kaamuka aje. Tulipataka kilio msiba ya ndugu yetu mmoja alikufaka. Wakati amefariki kulikuwa hakuna kitu chochote, atazikwa haji, haijulikani kisa atazikwa atafanya nini. Basi nikakaa nikafikiria ile kitu sana, nikasema hii kukosa kuwa ini tutachekwa. Hii ni nchi ya watu, sio kwetu. Na sisi wote tumekuja kutafuta. Nika kamata simu, nilikuwa na inakatika tena unakuwa na problema ya jua. Hivi maana kilio ikapatikana. Ndio. Maana siku ya kilio, challenges za kilio ndo ukaikaa pepeko kasema community haitaisha hapa. Kisha ikakuaje? Wakati tumepata ile kilio, ndio nimepigiwa simu, ilikuwa asubuhi mapema. Ndio. Simu kakonjo vile mzee tunapata msiba. Ndio. Nikasema sasa hapa Congolese community ndio kule ni aieleweki. Mambo ni magumu. Ndio. Na huyu mwenyewe anafariki, tutamuzika je? Mara moja akili kanikuwa mkichwa. Ndio. Sasa napaswa kufungua group. Na hii group taipatia jina Umoja of Africa. Maana ndio kwenye idea ya Umoja of Africa ilianzia. Ndio kwenye idea ya Umoja of Africa ilianzia hapo. Ndio. Wakati nikasema hii tutahangaika sana, kwa sababu ya kuzika itakuwa ni shida. Na mwenyewe anabaki na watoto, akishawaza susi ya mzazi mwenzake anamwacha, nani atamsaidia? Ndio. Akili ya umoja ikanikuya. Siku ile nakumbuka nilikuwa na Jean Robert babake ya Modeste.
Kama watu walikuwa wajua Modeste ndio alikuwa secrétaire, akakuwa president, na hivi mwisho yeye akatoka. Baba yake Modeste akamwambia pana, fanya tu kisi unataka nani. Mimi nakuunga mkono bitakamata. Ndio. Mara moja nikakamata simu, nikafungula group. Fungula group na tuma message kwa watu mara moja. Na watu wakarepondre. No, watu wakarepondre na mchango ukaanja hapo hapo. Tukachanga pesa, tukaeneza pesa ya kuzika, ya kusambaza msiba, na ile ilibakia kidogo tukapatia bibi wa marehemu. Kazi kubwa kabisa. Na baada ya pale nikafanyisha mkutano wa kwanza. Ilikuwa Colfax, pale kwa Natasha Bury. Ndiyo. Papa Serge alinipatia nafasi kule nyuma. Watu kweli wakakuya wengi. Tukakaa pale nikawaambia ndio hivi tunaanzisha kundi ya Umoja of Africa. Na hii kundi iko pale ajili ya kusaidizana. Ndiyo. Kwa maswali mbalimbali, kila mtu akaniuliza maswali yake, nini lengo ni nini? Sasa lengo kubwa ni sisi kusaidizana hapa. Kwa sababu tunaingia mashida nyingi sana, kukosa ile income. Na kidole kimoja akivunje chao. Ndiyo. Inatakiwa tuungane. Ile naipenda ile. Naipenda ile. Nikatafuta wapeti, wao pale, nani mkuje tuanze tumika kazi, tuanzishe kazi yetu ya umoja. Na mbele mkutano wakati tulimaliza mkutano sasa tukatoka nje. Wakati tulimaliza tuanje nikaita vijana pale, mkuje tuungane tufanye kazi. Ndiyo. Na kazi tunafanya ni kazi ya kujitolea, hakuna malipo. Ndiyo. Na nikaita vijana ngambia mkuwe na roho mgumu. Najua mtatukanwa, mtafanya nini, mjue kuvumilia. Ndio mimi kama mimi kwangu mimi navumilia kila kitu. Nikawaeleza nawaambia watu wale vijana, nikawaambia mkamate maji tia kwenye kinywa. Mtu hata anasema kaa tu, hata unasikia hasira kwa sababu ile maji hautajibia. Ikaa na maji kwenye kinywa tu, watasema, watafanya chochote watasema. Hiyo ni hekima kubwa mnayotumikisha. Muikale hivyo. Ndio. Kutumikia community haiko facile. Ndio. Nikawapa mfano. Mimi wakati nilinunua nyumba, nimetukaniwa mwizi. Ndio. Nimeitwa majina yote. Alipewa $500,000 akafanya hivyo na iko sio hivyo. Na hapo nilikuwa ni eforo yako tu epe. Kwanza mzee, na mimi nitapenda kwanza nikufelicite kwa hiyo. Ni kazi kubwa kabisa, ni kitu kikubwa umefanya na unainspire tena watu zaidi. Watu wanajua ke wanamuona Papa Omari, mesa wanasikia ke malgré efforts zenye unafanya na umeparvenir kukuwa na nyumba nzuri kubwa. Donc en tout cas ni kitu cha kufelicite, na sisi vijana huku nyuma inatuinspire. Na Mungu akuongoze tena zaidi. Asante sana, mimi nashukuru sana kwa hiyo. Tulimaliza hapo basi nikasema hatutaikalia tu Umoja of Africa. Aingize profit. Ndio. Sisi ndio tunatoa. Ndio. Nikasema niet. Sisi tumikia mzungu. Napasa kuanzisha kazi yangu binafsi. Ndio sasa nikaanja Umoja Enterprises. Na ile Umoja Enterprises nafikiri nilitaka watu 4 sitatamu na hifadhi majina. Ndio. Nikawaambia jamani, mkuu tufanye kazi. Walikuja, nikafanya maeforo yangu pale, nikapata contrat yangu ya kwanza. Wakati nilipata ile contrat ya kwanza, nafikiri wenzangu waniona mimi kama niko kichaa. Ndio. Sasa mtu aeneza akili. Hiyo contrat nilipata ilikuwa nalipa tu $1,400. Niko nalipa. Na hapo ndio ile tuko saba ya nani? Umoja Enterprise. Ile ya cleaning. Ndio. Nileta watu 7. Contrat niko nayo inatulipa $1,400. Kili waambia mkuje tufanye kazi. Wakatulipa tugawana kila mtu 200. Lakini msiache makazi yenu. Ndio. Asubuhi kila mtu ndio kazi yake. Usiku tukutanane hapa. Hii nikakiba kingine kiko naongeza. Ndio. Tulianja vizuri. Kaona wenzangu siku ya malipo tunatoa pesa sasa, kila mtu achukue 200 yake.
Sasa uko mjinga wewe. Si tunani tujue 200. Nikamwambia jameni, tuvumilie. Kila kitu mwanzo kinakuwa kigumu. No. Hawakanisikia, tunaacha. Ndio kwa maana nakaka na sifu mke wangu sana. Nasemaka kama watu wote walipata bahati ya kuoa kama jinsi mimi nimepata, ingekuwa vizuri zaidi. Ndio. Unaona? Kwa mke wangu hakuvunjika moyo. Tulishikamana mimi na yeye na mke wangu ule. Ndio. Hata leo watu wanamtukana, wanafanya nini, hawajue kwenye sisi tumetoka na huyu mwanamke. Ni mwanamke ambaye alifanya nini, aliniunga mkono. Alikuwa akitoka kazini usiku, naenda na gari, namupitia, tunaenda ku clean ile restaurant. Tuna clean usiku 5. Mimi inabidi nifanye nini, niwahi niende kwa kazi, na yeye anarudia njoo alale sasa, kwa sababu yeye alikuwa anafanya kazi mchana, yeye alikuwa anaja majioni, mimi nilikuwa natumika mchana asubuhi. Ndio. Na mpaka gisi Mungu arenda na bariki kampuni, makontra ikaja mengi, pesa ikanja kuonekana. Nile makazi mimi tulikuwa nafanya, tukafanya nini, tukayaacha, tunabakilia tu zile makontra. Ni makontra tetu. Ndio, makika kwa makima kwa independent sasa. Tunakuwa mchana wote tuko uhuru. Ndio. Ikafika masaa 6 usiku tunaenda kazini. Mpaka ilifikia hatua mimi sasa kuanza kuangaje watu na kampuni kanenepa. Nilikuwa na contract sehemu yote Colorado hapa. Kila nafasi na wale ambao walinijua, wengi walijua, waliona jinsi nilikuwa nafanya kazi, na wengi walikuwa wanajua nini huyu mtu anapitia nini. Ndio. Lakini nilifanya ile kazi, ikatokea akasema nikaenda kufanya tax sehemu. Kaje ndo fanya tax, kwanza yule jamaa niko natuibia. Ndio. Tunarudia, si hatujui kikote kikuendelea. Asikona huyu jamaa mbona yeye anatuambiaga hivi na vitu, tukaangalia, tukaenda ku where is my refund, inaonyesha tu error. Sasa Waafrika tunaonelewa sana. Lazima niingie shule ya hii vitu. Hata ndio kwenye mawazo na wewe akaja ya kazi ya taxi na wewe kwenye toka hapa. Maana wewe ni kwa kupitia challenges unapita, ndio na wewe mawazo yanafunguka zaidi. Inanipusemi kwenda mawazo yanakuwa mawazo nifanye na mimi kitu. Ndio. Nilienda shule, nilisoma HR block, na wale wote ambao walitumika na mimi, nafikiri ofisi yangu ilikuwa naona ma certificate yote ilikuwa pale kibambazi ya kila kitu nilifanya. Nikaenda HR block nikasoma kila kitu nikamaliza. Na siku ya kwanza mimi naanza kufanya kazi, mke wangu alishtuka. Kuona pesa ambayo mimi namueleza ndio pesa yako, ameshtuka. Sasa hapana, labda umekosea sehemu, mbona pesa ni nyingi? Haiko ndio tunapataka huko tunaendaka? Nikamwambia sasa ule jamaa anaibaka. Mimi nafuata benye shule imenionyesha mimi nafundisha. Na kama niko hapa siku kwa ajili ya kuibia watu, niko kwa ajili ya kusaidia watu. Leo sample usaya watu wote wanafanya tax Colorado walipitia kwangu mimi. Hata kama wananigeuka, wanasema mimi mbao ndio walinifundisha, lakini ndani wao wenyewe wanajua. Kama hapo unaposema kama watu unajikomportea aje sasa, unatoka nje unakuta challenge, mtu anasema, unasikia au umesikia maneno watu wanasema ke mzee wewe, tunasikia ke wewe ndo watu njoo wanakuweka kutaksi ya pesa ya watu, una kama taka. Unaona kikawaida mimi nachekaka tu. Ndio wanasema hivi, wakati unaenda kuoga unavua nguo unatia hapa kwenye ukuta, na mwenda wazima akija akachukua nguo zako anaenda wewe katoka uchi, wewe ndio mwenda wazima. Unasikia hiyo? Nilikuwa sijui hiyo mzee hapo, na mimi unanifunza. Wakati mtu anakuongelea kibaya kaa kimya. Ndio. Ipo siku atakuja
kwako wewe. Na atakulomba huruma. Ni kweli. Na mwenyewe kuchafua jina anakusaidia kufanya publicity. Ndiyo. Kila mtu anakujua. Kila mtu sasa inabidi nijue ule mtu ni nani, wenyewe wanasema anatesa watu na kuiba. Unajulikana kwa maarufu hapo. Kama leo mara kwa maarufu. Kwa sababu watu wanamsema, kila mtu anasema kivyake. Ni kweli. Ndiyo. Mimi kivyangu kwa wale ambao wananisema. Mimi abinibebe muda. Najua ukweli Mungu ndio anajua. Ni kweli. Leo utatangaza jina langu vibaya. Na Mungu anajua ukweli kwenye huko. Ndiyo. Na Mungu ndio ananiweka mpaka sasa hivi. Ni kweli. Kisha baada ya kufungua kampuni ya taxi, processes zikaje? Kuna challenge fulani ulizilipitia hapa katikati? Mwanzoni nilipata challenge kubwa. Ndiyo. Juu kwa mimi ku build up customer haikuwa fasili. Customer inakuwa kazi ngumu. Kwa fasili, kuna wale walikuwa naenda hajui. Alianza kufanya taxi tokea lini? Wakati naenda shule, hakuna mtu mwenye alijua. Ni mke wangu. Mke wangu ndio kanipuse. Wenda. Kulifikia hatua nikasema mimi nachoka bwana. Siku kila siku nene. Wende tu. Mke wangu alikuwa anipatia nani kunipusi, wende tu masomo. Na nikaenda. Na nikafungua ofisi. Wale ambao mimi nimefanizia. Waliona difference na kwenye manendaka. Ndio wakatoka wananitangaza sasa. Nendeni kwa Papa Omar. Na kuna wale ambao walikuja na sisi tunapenda tujue kazi. Sikatalia mtu kwa sababu najua mimi sitaikala hapa milele. Ndiyo. Ndio wale wanakuwa ndio wa remplacer wangu wa kesho. Ndiyo. Na nikawafunza. Hiyo ni vision kubwa kabisa. Niliwafunza kila mtu, kukatalia nilifunza kila mtu na nikawakokota. Nikakaa nao pembeni hapo. Ndiyo. Tutumiki. Ndiyo. Hata kama wameenda wamesema sisi tumemfunza. Na wanakuwa naenda kwa watu, msiende kwa ule jamaa ni mwizi. Ule jamaa ni ibaka. Wale ndio wanaambia watu, ule ni mwizi, mkuje kwangu. Anza kutoa wateja kwa baba kwao. Ndiyo. Sikuwa nasema mteja atafika ofisini wangu nafikiri wanitumia kaanja jina ya mtu mwingine. Nilikuwa namkataza. Naambia kama uko hapa ongelea maneno ya umoja. Usiongelee maneno ya kampuni ya mtu mwingine hapa. Ndiyo. Tuongee mimi na tusu kuhusu kazi ninatofanya. Tusiongelee maneno, usitake kesho iwe Omar alisema. Na nafikiri tokea huko hapa Colorado haujawahi kusikia sehemu wanasema Omar alisema. Kwa sababu natiaka maji kinywani. Kama jinsi uliwaambia vijana kule mwanzo. Maji yangu natiaka kinywani tu kimya na ikaka naangalia difaa mjinga. Ndiyo. Na umesema hapo mambo ya kusema watu wanasema unaiba pesa, wengine wanasema hivi. Kuna habari zilisikilikana hapa mjini zilisema kama watu wanasema umekimbia, wengine wanasema umekimbia na pesa, wengine wanasema umewakula pesa, wengine wanasema kuna hii moja imesemekana sana, wanasema kwamba watu walisema kwamba kupitia ile kampani yako ya umoja umecreate entreprise ya watu. Umecreate entreprise kwa majina ya watu, kisha unakuwa unaingizia pesa kupitia majina zao ya hizo entreprise zenye wewe ulicreate. Wewe sasa ile unaisema wewe ule unaweza kudefinire hayo. Ile ni swali nzuri zaidi kwa sababu nimeisikia na mimi nimesikia hivyo. Watu wamesema amekula 25,000. Kweli. Anakula 45,000. Sasa imagine mimi napenda nirudishe raisonnement ya watu. Nyuma kidogo. Ndiyo. Wewe ni kuibe 25,000. Wewe tumekia ngapi? Ulipata ngapi? Ndio mimi kwa nini nisachukua 25,000? Na wewe ulibakia na ngapi? Swali la kuwauliza labda siku tutakutana na. Sasa ile ni swali kama mwewe waandishi habari, unauliza watu sasa. Nini unasema mzee ameifungula kampuni mjina lako? Jina lako. Na nakula 25,000 kila mwaka yako anakulaka. Sasa wakati anabiwaka wewe haupatake kitu? Na mzee akupatiake karatasi yoyote ile baada ya kumaliza nani au kage na saini? Ndiyo. Nafikiri pale kuko na hapa Marekani. Kweli msheria ya Marekani mtu anaweza kafungula kampuni mjina lako na wewe peke usijue. Juu mimi najua wakati unafungula kampuni utatia social security. Ndiyo. Na wakati umetia social security yako kama mimi nimefungula kampuni siende ku Secretary of the State. Andika jina lako au jina ya kampuni ya kufungulia, sitaona kama iko register itakuja. Utaiona pale. Kama ni jina lako na social security yako itakuja. Na mwenyewe nilifungulia hivyo, amechunga nini kwa unistaki?
Juu mimi siwezi kuchezea, ile ni kuchezea document ya mtu. Siwezi kuchezea document ya mtu hapa Marekani. No. Ile watu ni kupenda kuchafua. Unasema mimi nakula 25,000 nafanya nani? Unaona utofauti wa mtu kuiba na kukusaidia. Wewe unakuja kwangu mimi kwa kampuni yangu. Mimi si daktari. Wewe ni client. Daktari anafanya nini? Anatunza magonjwa ambayo wewe uko nayo. Siwezi kutunza wenyewe wao hauna. No. Kampuni yangu pale iko nikasema Colorado. Inaweza kuwa kampuni ilikuwa ya kwanza. Nasema ilikuwa kwa sababu haipo tena kwa sababu bali cancel license. Tutafika kwanza huko. Tutafika huko. Mimi nasema ilikuwa ya kwanza. Hapa sasa mbona tu wanasema unakuwa wanasikia mkisu ulisema pale ma $25,000 ma $30,000 kwa kampani. Sasa wenyewe wanasema kama wanaweza kuwa waliwafungua hivyo, umefungua makampani wenyewe unakula 20 unawapa 5. Eske mbona mimi tunaona kama kuna kitu hapo? Ndio kwa maana unaona nilisema mimi sijibi yake watu. Nikupatia mfano ya mwenda bazimu. Nisema wakati wewe mtu mzima unakoga. Unaacha mango yako mwenda bazimu anachukua. Wewe ukatoka hivyo utupu. Wewe ndio unakuwa mwenda bazimu na ule mwenyewe anakuwa na akili. Kwa hiyo siwajibiai kwa nini? Nikupatie mfano watu wana confondre schedule C. Ndio kwenye kukwele utata wote. Wakati unakuja na uulize ule mtu, okay. Wewe unaendaka kule. Ulideklaraka bakutilie kitu kwenye nani yako, udeklara dépense fulani nyo ulinanaka. Sasa na eske na sasa unawafanyizia hizo masketi unakuwa umeshawaelewesha ama unakuja mbona unyo unasema ke hawajui hata kwa vinanziaga wanashtuka tu ulishawatilia makampani wanashtuka tu umeshawawekea vya kuwawekea hapo wengine wanasema hawabijui haukuibambiaka. Nafikiri hata kwa nafunzi wangu wote ambao mimi nafunzaka devise yangu ya kwanza inakuwa ambilisha nia ukweli. Kila kitu ambacho utafanya ajue. Wengi wanasema walikuwa hawajui wanashtukaka tu. Kwa nini tulitia TV? Ndio pa wengine wanasema wanaletea mabarua unasikia mtu anakuambia utalipa franga uta ulikula franga uta watu wanashtuka tu eti mabarua zinawakuweka kwa nyumba wako na madeni kwa mabanki na government. Unajua kukosa kwenda kushule na kuni shida. Unasema kama auelewe kitu. Uliza kwa mwenyewe ananani. Sasa sisi wa Afrika tunajifanyia nikauliza wataniona mimi sijui mimi ndo nani. Hapana, ile ni ujinga. Na kama unapenda uendelee maisha kama haujui uliza. Na leo napenda nifasiria hapa kwenye media. Nafikiri itakuwa ya kwanza na ya mwisho mimi sitaiongelea hata tena njoo sipenda kuiongelea. Customer anakuja. Unaletea W2 utumikia 50,000. Baada unakuja unitumika 50,000. So wewe unasema mimi nimelipa nyumba. Nimenunua gari. Nimelipa mafuta. Nimefanya hivi. Napenda vyote vile utie kwenye nani yangu juu nimefanya gharama. Mimi kinywa changu akifungake. Nawaambiaka unajua hiyo unasema pale ni schedule C. Ndio schedule. Ile unasema ni schedule C. Juu maana ile schedule C ni nini? Maana schedule C ni kusema bari kupa pesa haukukula yote na ulifanya dépense. Ndio. Sasa wakati unaniambia unalipa nyumba unatia hiyo na mimi nikakwambia hii kitu ikiwezekana inawezekana ipite. Hao isipite. Watakulomba maproof. Wakisakulomba proof ya vile vitu uko navyo. Ile ni swali mimi naulizaka kwa mteja. Una ile nani uko nayo? Anakujibia sociale ya kwangu. Wakanilipisha. Ni mimi ndio nitalipa sio wewe. En tant que businessman, niko commerçant. Unaniambia vile na mimi nahitaji ile 600 yako. Sitaiachilia. Nikakuacha utaenda kwa kampuni nyingine watakufanyizia, watakula ile pesa. Mimi nitafanya nini? Usiniambie society ni yako. Na mimi nafanya nini? Natia. Na nakwala mwambia. Wakati unatia unaona unadaiwa. Pesa kama ni hivi hapa. Wakati unatia save yako unaona nani? Njoo. Na wewe wanakupa hiki kidogo. Ile inaitwa schedule C. Utautana magarama yote inakamata ni 25,000. Tunatia pale. Schedule C 25,000.
Donc 50,000 inakuwa kama vile wewe ulifanya dépense ya 25,000 umekula njo 25,000. Ndio maana schedule C. Ndio. Wakati wanakutumia lettre mtu IRS anakukuia. Anakuuliza wewe bwana, wewe hapa unafanya tax kama uko na kampuni. Ndio ulifanya lost. Mimi ulifanya lost 25,000. Unaweza kuexpliquer mara moja papa mwana ni mwizi alikula 25,000 yangu. Sasa mbona ananikula 25,000? Mbona wengine wanasema ke haiko tu ile 25,000 wanakula, wengine zingine wanaendelea wanalipa après kulipa ile ama après kudemander wanaendelea wanalipa. Maki kwa wengine depuis walianza kalipa tile hawaya maliza kalipa. Kwenye kampuni yangu nafikiri depuis nilianza kazi yangu ya tax depuis 2016 mpaka nikagoacha 2024. Si hawaya kupata kesi ya mtu ambao government inamlipisha pesa. Maana hizi marimere tunasikia ni za bongo. Basi kuna watu kama anapenda kuchafua jina atafanya kile anapenda kufanya. Na mimi sitamzuia. Lakini kitu ukweli ni ule kusema kama schedule C ni pesa yako moins dépense. Na wale wote wanasema kama mimi ni bakula franga bakujua. Na baomba balete ma file tufanye amendment. Nitoshe ile 25,000 kama nitia 25,000 nitoshe. Toni kama yeye hatalipa. Ndio nisema mbele ya kusema kitu inatakiwa unauliza ujue maana. Leo watu wananio alikula $45,000 mpaka nikacheka. Sasa nikula $45,000, wewe ulipata ngapi juu nikula $45,000? Ulitumikia ngapi juu nikula $45,000? Siawai kuibia mtu maisha yangu. Hapo speaking about kusema kuibia, kuna nyingine tena neno lilisikilikana hapa nyuma linasema kwamba mtu wewe ulichukua pesa kwenye banki yake, kama wewe na banki mlimuiba mtu pesa. Wewe na banki mlimuiba mtu pesa, maana yake kuna mtu pesa zake mwe na banki mlizila kabisa. Ile kitu nimesikia na hifadhi jira na ni kitu ambayo kilinipatia hasira sana. Ndiyo. So kazi nilikuwa nafanya pale ofisini ilikuwa kazi ya kutetea wateja wa community yote. Ndiyo. Unaona. Ni mtu ambaye nilifanyia kazi. Ndiyo. Baada ya kumfanyia kazi bakamlipa franga yake ya federal. Ndiyo. Ya state akanieleza abakumlipa. Na huwa umebari mtumiaka pesa mu savings account yake. Ndiyo. Na anatumia pesa bila kujua kama pesa iliingia. Ananipigia simu. Papa, mimi pesa yangu state haijafanya nini? Haijakuja. Nikamwambia kweli, aseme. Mesa, kuja hapa ofisini. Akahudumia kila mtu naitaka ofisini pale. Kala hapo na kama simu napiga simu. Kama si sahihi kumpeleka kwa IRS, nilikuwa napeleka wateja wangu kwa IRS mimi. Sasa mimi mwizi nilipeleke tena kule. Nilikuwa nakamata watu na wapeleka IRS. Nikamwambia yule mtu, okay, unasema nani yako yako nani? Sasa ni hivi, leo mimi niko busy. Wewe Mungu na mume wako address hii ya state hii hapa. Nendeni sasa hivi atanipokea. Mkishafika waambie kama mnaweza kuuliza pesa yenu ya state. Ndiyo. Kisa mtanijulisha. Wakatoka, wakaenda. Wakati walifika huko, wakawaprintia pesa, hii pesa tushailipaka. Ndiyo. Wakanipigia simu. Papo wanasema kama hii pesa waishailipaka. Maisha ilipasa ilienda wapi? Kumbe mrudieni ofisini. Ndiyo. Mimi natumika na Republic Bank. Na ile kitu napenda nigusie kidogo. Ndiyo. Republic Bank sio banki yangu mimi Omari. Kisi watu wanasemaka banki yake. Ndiyo, tunapaske watu wa mingi wajua kama wewe na ile banki mushaga fanya makontra, wewe na ile banki make pesa, make unaambiaga banki munywekezi pesa, huyu mtu mzimukate mimi ndo ndakuyazi kama. Republic sio banki yangu mimi. Republic inatumika hapo, hapa Colorado tuna banki mbili. Ndiyo. Inatumika na IRS. Ndiyo. Mbele tulikuwa na Republic Bank. Ndiyo. Na ile General Bank ingine ilipotea, ilikuwa mbili, kisha ile banki katoka. Kwa Centre Barbara Bank. Ndio inafanya kazi ya tax. Na kila tax prepare anakuwa na diafile na banki inatumikako. Kwa nini? Kwa sababu IRS haiwezi kukutumia pesa ya watu banki yako binafsi. Unaweza kupata milioni ya mapesa pale, akili inaweza kukuia nikimbie naenda na pesa yote naenda. IRS ni mjanja. Republic Bank iko pale katikati. Na hivi tu nakuwa nafasiria watu.
Wakati wanasinyaka ni bank product paper. Wengine wanasema fasi inaoneshaka, wengine habijue, wengine wanasema habijue. Mwenyewe unamwambia unilete 10 for yako. Kisha angalia page ya mwisho. Ile waka pale. Ndiyo. Ni ndio ile banki. Ya banki iko pale. Inaonesha mafi yote ambayo barakataka. Na mbele ya kusinye tulikuwa hapa tunakuweka chini, okay. Hii batakata $35 itatoka mfranga yako. Batakata $15 itatoka mnane. Batakata $10 itatoka mnane. Na hii $600 ni ya Umoja Entreprise. Baba wengine wanasema ile 6 ukishabakata ile 6 wanakuta na zingine za yule tena ulibakata. Si ndio unasikia kwamba ile $10, $15, unamwambia vile totalita yote itakuwa 647. Na unavionesha pale na ile basi mimi siku lake mlenda na haya ekran iko pale na karatasi yote ipo. Na mwenyewe anakuletea tena ile malalamiko. Unamwambia tu unaweza kunipatia 10 for yako? Ndiyo. Kisha akisalete ile 10 for. Wende ya mtu turegaka kumwisho. Mwisho kabisa. Fungula tu kumwisho. Umuulize sasa hapa wakati ulisaini hapa. Aba kwa fasilia hii mafita toka wapi? Wengine wanasema inazidisha kata ile na hata kuma plus de 1000 ndele ma 25 uko nasikia ma 20 wanasema watu unawakula. Sijui nakwambia wanasema 20 nakwambia ni ile skijusi. Ndiyo. Mtu aelewe skijusi ni nini? Wakati wanamwambia njoo vile tunaona hapa wanasema ulipoteza 25000. Banambia ulipoteza 25000, lakini nilipoteza papa mara ndio alichukua. Mara moja sasa papa mara ndio alichukua. Anaanza kutangaza papa mara alikula 25000. Sasa kwa mtu mwenyewe na akili yake timamu. Sasa alikula 25000. Maana yake wewe ulifanya franga mingi. Juu yeye apata 25000 ya kukula yako. Kama niko tajiri kabisa mpaka nakula 25000 kama niko tajiri sana hapa. Yeah, kisha sasa ile afere ya banki ya wale watu na banki mkayafika. Nikaita wakaikala bibi na bwana hapo, nikaita Bank Republic Bank. Nikasema alo tusipote pale. Niko na wa customer wangu hapa. Basi anaenda ku state inasema pesa walesha ituma. Na bao wanasema bayapokea pesa. Wakalomba social security yao. Tukawapa. Kaangalia sasa ndio pesa tushailipa. Sasa muilipa ku banki gani? Ule mama nikamuuliza banki gani walilipa hako? Mama akanileta nani papia nyingine ya banki nyingine ya checking account. Mimi nikamsomea sasa haiko njoo hii banki ambayo iko huko. Nikamuuliza mama bado anasema iko hii banki. Mimi sasa boko maana kuko mistake ya banki. Nikalomba sasa kule. Gisi client wangu akupata franga. Mwe ndio mlituma franga kwa ile banki. Muangalie gizi ya kutosha franga kwenye mlituma, muirudishe juu na mimi nifanye nini? Nimkabidhi client wangu. Tena client ndio. Tunaelewana nabo bote pale sawa sawa. Na pale niko na prepare juu mimi kwenda Afrika kwa matibabu yangu. Ndio. Unasikia? Nikamwambia mama sitapata muda. Sasa hivi maana mbele mimi kwenda taacha na ajaze ile form sasa nichaze nibatumie. Ndio. Na nikafanya nguvu nikajaza. Baada ya kutuma na email yote nikamsukumia yule mama. Sasa naisha tuma form na wakati wale wanajibia nikabele email nikamsukumia yule mama. Mara nasema basi chukua pesa kwenye banki. Yule mama anasema, baba Omari, umeniiba pesa mu banki yangu." Unasikia? Nikamuuliza yule mama, "Umekuiba pesa mu banki yako wa nani?" Siuliza banki yako ni wale wanabeba pesa? Ndio. Wanasema Republic Bank. Ikanishtua mimi. Kwa Republic Bank ikabeba pesa mkonto yako gani? Mkonto yangu ya savings. Nikamuuliza mama, "Mbona wewe ulisema kama hakupokea franga?" Au kulipaka franga. Yule Republic ni banki kubwa sana hapa Marekani. Hawezi ndio kuiba pesa mkonto yako wewe individu simple. Bobo ndio akuibe wewe ngapi? 2000. Ndio akuibe. Unajua ile banki ina mamilioni. Maana yake bado kuingizaka franga mwile akaunti yako. Na wewe haujue. Mimi kitu nitakuomba. Nenda ku bank, lomba statement yako ya ile savings. Muangalie muone kama kwa deposit kutoka kwa Republic. Mama akupenda kunyelewa. Mume wake anasema mimi nilikuwa ex comptable 25 ans Congo. Ile ni mafia. Ni wewe Omari na ile banki mselewana tu ndio kuiba vyangu franga mnani. Ile kitu kweli ni shindago dizuia. Siku ile mama anataka mkinyo. Nilitema kwanza. Maskini. Ndiyo. Tokea nipo hapa Marekani sijawahi kutukana mtu mwenye ananizidi miaka hata siku moja. Ndiyo. Hata mtoto mdogo simtukanaki. Ndiyo. Lakini ule mzee nimemtukana, nimemweleza hivi. Kumbe wewe unadanganyaka mke wako kama ulisoma, kumbe hukusomaka.
Juu hiki mwenye alisoma wote. Hii kesho kwa hapa unapaswa kumwambia mke wako twende uwanja kwa banki. Banki wanasema Omar ndio aliiba. Banki yako inakwambia Omar ndio aliiba. Banki inakwambia Omar ndio alikuwa kuiba franga. Sasa kasa kumbi haina maana ya mimi kudiskite na nini. Ndio. Mombi kamate hivyo gisi unasema Omar ndio aliiba basi. Unaona sasa ni franga yako ni franga yangu mimi naweka kama savings. Ndio maana beba. Mimi bare watu hawatabeba fasi yenyewe bakutia. Banki yote hapa banki yako wewe ndio banki yako kama ukutia mli banki tenda aje ilijua aje. Wewe kwa sababu una akili sana. Maana yake njoo unananako unaingia makonti ya watu apatira ordinateur yako. Maana yake wewe unakuwa pirate una unasikia. Sasa vitu vikaniuzi sana. Nikafikia mpaka hatua ya kumtukana. Nilimtukanaka kweli sita nani nilimtukana kwa mzee. Nikamwambia mzee kumbe hauna akili. Mimi nilifikiria wewe ndio utaelewesha mke wako. Lakini wewe tena njoo unachochea. Unasema ni mafia. Abia kuwaka. Nini? Na mimi nimemwambia Mr. Dictator nendeni kwa banki yenu. Muombe statement yenu ya nani? Muangalie kama kuko nani kama kuko deposit yoyote ya kutoka kwa Republic Bank. Ndio mtajua kama ilitumaka pesa hao hapana. Sasa pole mama mimi sitajua. Ndio Republic sasa ilitumaka inaenda ilibeba kwenye ilitumaka. Sasa mambo na katara wanasema ni yenu. Baada ya Republic wanakuwa kumiiba Omar anafanya operation na ile bank wanakuwa kuiba pesa. Maana ki Omar ashakuwa mafiatero mkubwa hapa Colorado. Parama. Wewe anakuwa wa nani watu ya Scarface. Ya, nani nisikia swali lingine uliuliza. Ndio nisikia hapa unasemea kuhusu ulienda Afrika kwenye matibabu. Kuna matetesi zilikuwa zisemekana hapo. Watu wengine wanajua kama ulikimbia ndio Afrika na pesa za watu. Ulikimbia ndio na pesa haukuwa umeenda kwa matibabu. Ile habari kweli mimi nilienda kwa matibabu. Juu wenyewe wanatumika na mimi ofisi. Wanajua shida ilikuwa ni nini. Kweli. Mimi nimepewa kasumu. Kweli. Ndio hapa pale ofisini. Pole tena kwa. Asante. Pole kabisa. Na wenyewe waliniona ile kipindi, waliniona kisi niligonda na nikabadilika nikakuwa mweupe wote. Pole sana. Mpaka nakumbuka Blazer anyo nichekeza vie mafuta nini kuna bagari ya mzuri na ukamata mzuri hivi. Mpaka na kichwa kinangara. Unaanza tabia kwetu Kongo. Unasikia? Mimi nikacheka tu nilikuwa sijui kama mimi nishakula sumu. Kunywa sumu. Unasikia? Pole sana. Na ile sumu nilikula mule mu ofisi na nikuona wale watoto ambao mimi nilitumika nao. Wale ulishikaga mikono ambao mimi nilisaidia kufundisha kazi. Nikawaita tutumike kazi. Na ndio kwa parmi bao kuna mmoja wao wenye alifanya ile sumu. Pole sana. Unasikia? Na kusema wewe unaona kama nini ilimpushi mtu mpaka afikie kufanya kitu kama hicho? Ni tamaa. Ndio. Tamaa ndio fanya. Unajua kushakuwa na tamaa inakupush kwa vitu vingi. Labda alikuwa na tamaa sababu wanatumika hawalipi. Kwanza ukiongelea neno kwenye mitafurahi zaidi kwa sababu unaenda kwa point nzuri sana. Unasikia? Ndio mimi natumika na watu wangu kwenye percent. Ndio. Unaona? Na wale watu wote ambao nitumia pale ofisini. Ndio. Tatoa tu ni watu wawili. Ndio. Ilikuwa Janta. Ndio. Na mzee mmoja anaitwa alikuwa Sudane. Ndio. Mbona Janta naye umesema Janta tunasikia kama mlishagashwana maana yake vue na yeye mkikutana njiani hamwezi hata kusemeshana. Maana inakuwa ni ile ya maskarade tu. Bana mimi na Janta kwa sisi nakwambia tatoa. Ndio. Janta. Ndio. Na ule mzee Sudane. Ndio. Wote wanabakia. Wateja wote wabeba wateja wangu kwenye ofisi yangu mimi. Na hakuna mwenye anaweza kafanya ile kitu. Mui community yetu. Nilikuwa na wateja mingi sana. Na niliambia watu wote mko hapa chukua tufanya. Nani anaweza kufanya ubebe mteja wake na pesa kupatia 50%? Nani anaweza kufanya tu vile? Lakini nilibifanya. Na gisi natumikaka. Sifichikake kitu kyangu. Na kaka beto wazi wote wanajua. Mapapie yote mapeni nilikuwa na print. Na kama unauliza mtu muombe leta simu yako. Mwende kule group tufungua group ya umoja. Kuko mapapie nilikuwa natuma ya ma list ya watu wanalipiwa. Kila mtu apointe mtu wake mwenyewe alilipia mwenyewe alifanizia. Sikuwa naangalia huyu mteja wangu, juu ni bangu wote gini wametu tutumiki. Ndio wapatie 50%. Maana yake pale ndio nilifanya ujinga. Mimi kasema mimi nadita mjinga kwa sababu mimi ndio nilibaita nikawapa wateja wangu mwafanyizie. Baada ya kufanya sina kwambia nilikuwa napigia paka Janta, wewe uko wapi? Inabidi waanje kuja na wewe hapa. Maki zile rimere za wewe kushona na Janta ile ni uongo kabisa. Na haitakuwaka.
Ndiyo. Mimi nakwambia ule Janta ni mtoto mwenye ananiheshimu sana. Ndiyo. Na ni petit mwenye anajielewa. Unasikia alikuja vyo nifundishe kazi. Ndiyo nikamfunza kazi. Ndiyo. Na alifanya kazi gisi mimi nilimfunza. Ndiyo. Hao wengine walifanya kazi na waweka tamaa. Ndiyo. Ni mabitu mingi wanasikia client anabeba franga, banampa cash na bangeleze mimi na ni vitu nilikuwa najua. Na nilikuwa na kula siku nilitaka watu nabambia pale kama wewe banakupatia franga unakula. Ndiyo. Nilikuwa tunazimisha ile moto kwa client. Ndiyo. Na nilikuwa nabaambia kila saa tukafanya mkutano. Tukafanya mkutano na waambia. Ndiyo. Kia kwanza hapana tamaa. Kia pili hapana kwa mwizi. Franga ya mteja hata ikue ngapi usiweke macho. Ndiyo. Waangalia nani yako. Service unafanya. Fee yako ambao unajua ofisi unalipishaka kama ni tax normal W2 ni $300 na kama ni schedule ni $600. Kama ni 600 kata 600. Sitaki kwenda over. Sitaki kuharibisha jina kampuni yangu. Mbona kuna watu sasa wanasema kuna wengine uko na wakataga kiza kidogo, wengine wanawakata za mingi, wengine wanasema pale unasema ya tamaa, wengine wanasema wakishakata vile sasa kuwalipa hawalipi mzuri. Duna ile tamaa na ile aferi. Wewe sasa unasikia zile maneno za vile, reaction yako ya kwanza inakuwa nini? Ajua mimi siwezi kukasirika kwa sababu mimi kila kitu changu kitu nilikuwa nafanya na print. Na wote wanalipia kwa check. Check yetu ya Umoja Enterprise. Tunafanya kila mtu andika watu wako wangapi autant. Tuna diviser 50% kampuni inabaki 50% unafanya check na kupa. Na nikafanya copy niweka file ninayo. Ile file ninayo. Hata wakati ile ya sumu wakati tulifanya kikao. Mule mwofisi tunafanya kikao, tuamaliza kuongea na ndio siku nilibanyanganyaka wote mafunguo ya ofisi yangu. Turudie swala la sumu hapo, umesema sumu umepewa ofisini. Ulipokea aje? Entourage ilijikomportea aje par rapport na hiyo affaire ya sumu? Ile siku ambayo wananipa sumu, nilikuwa kubielewa sasa, nilikuwa sijui. Nilikuwa ofisini, kwa jamaa moja na muhifadhi jina stake, ta jina lake. Amekuja, akaleta chapati. Mkasani kama kamausi. Akakuja na kwa table yangu, akaweka. Akaniambia, nilienda nyumbani na watoto wanafanya chapati. Ndio nikasema unapendaka chapati? Acha nikuletee chapati. Nikasema asante. Nikaitia pale kumeza. Nikaenda tunafanya kwa busy, niko na correct mafaili ya watu. Ndio. Akarudi, akaniuliza, "Mbona hujakula?" Nikamwambia nitakula usijali. Akaenda. Akarudi tena. Nikufanyizie kafe? Ndio. Sasa ndio akafanya kafe akanichogezea pale. Kisha akatoka, akaita jamaa mwingine. Haikuwa community yetu, yule Mtanzania. Akamweleza, "Siku ya leo usikule kitu chochote mwi ofisi." Na mbona hizo habari na woka zikakufikia? Maana hapo ni appresa. Ndio nakueleza sasa. Nakueleza gisi ile habari ilinifikiaka. Akama usikule kitu chochote mwi ofisi leo. Ukakula utakula sumu. Na mimi nikishaongea kitu kinatokeaka. Akamwambia yule Mtanzania. Sio Mtanzania akakuwa munyonge ile siku akuchangamuka. Ndio anajua ofisi pale tunaleta chakula sisi wote tunachanganya tunakula. Ndio. Sasa akakaa munyonge. Sasa yeye akafikiria manake huyu mzee anatotokea sumu tufe. Unasikia? Ndio. Kwa dogo mwingine akakuwa akamtoa ule eko munyonge siku ile. Akamuuliza, "Wewe ni nini?" Ndio akamwambia, "Amba nasikia leo yanifaa mwili kubaridi kabisa." "Ni nini?" "Angalia fulani amenieleza hivi." Ule jamaa sina akaogopa. Sana kweli inaonekana kimya. Kwa nini usende kumwambia mzee? Ni maneno. Ule sikiza kijana ndio akakuja kwangu. Akamleta pale ofisi yangu mule nilikuwa. Akamwambia mzee, msikilize kwanza huyu mtu. Ule mtu akarudilia. Nikashtuka naisha kula. Na sikulaka peke yangu. Nilikuwa pale ule rafiki yangu mwingine ule professor alikuwa kuingia mule na yeye nikamwambia bwana tuko na manani hapa na akachukua akakula. Kumbe wenzangu wako na mantisumu mimi sina antipoison. Wakati tunakula nikaona mtu tukala akanyangalia akatoka. Akaenda kuchoo.
kunyambia na hicho kyote. Na yeye Muroga sema, "Huyu jamaa, haya tu anakuwa anyue tu le, ataka kunyua." Hivi yote anakuwa bisikia hapa sasa mama uza toka njoo akanieleza na yeye. Unajua kama mimi nilikaa na wewe peka kama uko mtu mbaya. Unaniwekea sumu juu ya nini? Ndio mimi niko na antipoison. Nikakula kibaya tu mara moja. Kinatoka. Ndio. Ule petit mwingine ule mwenye alikuwa kumwambia na yeye alikula. Sasa sasa alikula yake enda mbio na kuese. Na yeye akajua kama mwanake huyo mzee anatuwekea sumu. Sasa wakati ule Mtanzania anaongea maneno njoo akaelewa sasa mara moja tukaitishaka kikao. Ndio. Tukikana mkikao si bote tukamwambia ule jamaa rudilia maneno uliongea mbele ya ule jamaa mwenye alifanya. Ndio. Ule anaongea tukamuuliza sasa. Bwana kwa nini uongee maneno ya sumu? Hapa na hiyo miaka yote nikala hapa siasikia maneno ya sumu hapa. Ndio. Aje wewe unaongea maneno ya sumu. Jiwaka mimi msanya unita mbikawe wanawake. Unasikia? Mpaka wengine wa vijana walikuwa mule wakasirika karibu mpige. Ndio. Kwa kalme. Nikasema hivi sitakondane mtu. Sina uhakika ni nani alifanya. Ndio jibu nisemaka. Ndio. Sitakondane mtu. Hata wale watu wanauliza ulikuwa sumu wapi msempeleka kwa ofisi. Ni nani akutamza? Sijue. Ndio jibu yangu. Ndio. Ulikuwa munini? Mimi sijue kama bado nikupanye kama nikimbia kugusa. Ndio kisu nilikuwa najibia watu kwa kukatala kusema jina ya ule jana juu community yote itamchukia na kumkasirikia. Ndio. Lakini yeye peke ndio analitangaza. Sio mimi. Akaenda fasi Omari anasema mimi ni Muroga. Omari anasema mimi nataka kumuua. Wakati mimi Omari sijaongea. Ndio. Sijaongea. Kama leo mimi naongea na naifaji jina lake. Nikisema yeye peke sasa atasikia. Asikia juu kama Omari hajaongelea maneno ya kusema wewe unataka kumuua. Manake yeye amesema iko anasikia kiwoko anasema manake ni yeye peke tena ndio alikuja kutengeneza Zamiri yake sasa. So manake wewe haujawahi kuzungumzia. Sijawahi kuzungumzia maneno ile ya sumu. Sijawahi kuzungumzia maneno ya sumu, nilikala kimya na nikaambia watu kama mimi sijue. Ndio nisema lakini niko nabisikia tu kwa watu naambia mbona fulani anasema wewe ulisema hivi. Ndio alikwambia wewe aseme mimi siongea na mtu niliongea na nani mumuuliza ongea na nani? Sijawahi kuongea na mtu. Ndio. Na njoo gisi ya sumu. Na njoo kitu kilinipeleka mimi Afrika. Ndio. Kwenda kutibiwa. Maana watu wengi walisema kama Mzee Omari amekimbia Afrika ameshakula pesa za watu. Sasa nini? Ya na hapa tena ulizungumzia kusema kufunga company kwanza. Eske ni kufunga definitive mama ni temporaire mama uko na zingine projects hapa katikati. Bo kampuni parce que gisi umeanza kunielezea depuis mwanzo unafanana uko mtu mwenye manake ni mchallenge ndio unapataga idea ya kufanya kingine. Je, eske kampuni itaendelea ama kampuni ya Umoja ipo wazi. Kampuni ya Umoja hajafungwa. Ndio. Branch ya tax njiko suspend. Ndio. Maana suspend mpaka sababu peke wataweza kufanya investigation yao. Ndio watafungua. Juu kampuni ipo, matraki ipo. Kampuni ya track ya Umoja inafanya kazi. Kampuni ya nani iko inafanya kazi. Ndio. Inatumika. Bon. Ile haijafungwa. Branch ya tax. Manake na kampuni ya matraki umezungumzia ni idea tu ili kutokea mle mmoja kusema ke na ufungue. Manake c'est comme si ulikuwa ushakuwa na ile wanasemaga premonition ushaanza kuona kama hivi vitu kuna siku vinaweza vikanani ukabuka branch gisi unasema tu mawazo tu yanakujiaga tu hivi unasema ufanye kitu. Hapa ya idea ya kufanya ile kampuni ya track sio kusema kama nilikuwa nafikiria un jour batafunga branche ya tax ndio napana. Idea ilikuwa wakati naona vijana wetu ni wengi weko hapa. Wengine wafanye kazi, wengine wana nani na tunaona kazi ya track inalipa. Nilikuwa na akili ya kufungula masomo ya driving school. Na ndio nikasema mbele ya kufungula masomo ya driving school inatakiwa wewe peke uko kwani na chombo. Ndio idea kanikuwa nikanunua track. Ndio kama ke driving school ya matrack. Ya matrack kaeka pale. Na nikaanza kuandaa pole gisi gani ya kupata makaratasi tuanje kuandaa na kufuata kuko interview moja nilifanyaka niliongeleka nilikuwa napenda kusupport watu wa maloteri ndio wale biko na ganye maloteri waganye abana gisi ya kufika ndio nisema wa kampuni ile ya Umoja itaanja kuwahudumia inalipa kila kitu wao wanafika hapa wanatumika ndani ya kampuni yetu
kisha inarusha dépense ambazo tulifanya juu tu. Angalia kisha kuleta wengine. Wazo kubwa hilo kabisa. No, ni kitu ambacho ilikuwa. Ndio. Mnani. Unajua kama tulifungua kampuni ya truck kwa natumika na mpaka leo kampuni ya truck iko opérationnel. En tout cas, tunaona kabisa kama vile unafanya kazi kubwa huko kabisa, ile wanasema businessman na vrai entrepreneur. Ya sasa kuna swala tuko tunazungumzia sa tourne autour de umoja. Kuna watu wanashindwa kuelewa kutofautisha kati ya umoja enterprise na umoja of Africa. Labda leo unaanza mbele ya kamera zetu unaweza kuambia watu tofauti kati ya umoja enterprise na umoja of Africa, utofauti uko wapi? Swali zuri juu ile ni kitu ambacho nafikiri inasumbua watu wengi sana kwa kujua. Ndio. Umoja of Africa ni non-profit organization. Ndio. Siwezi kutia kila kitu chochote cha profit mule. Ndio. Tunafanya kila kitu ni kia bure. Ndio. Hakuna mwenyewe analipa mwingine. Ni ya kusaidizana. Umoja entreprise ni entreprise yangu ya profit. Ndio. Ndio track yangu ni nini muziki wananilipa pesa. Ndio. Ni pesa yangu inakuja kwangu mbanki yangu mimi. Ndio. Donc ni vitu vili tofauti. Batu wanasikia umoja. Njoo yenye iko nafanya confusion. Lakini leo wajua kama umoja of Africa iko non-profit organization. Ndio yenye kila mtu anaweza kajoin. Kila mtu anaweza kajoin. Ndio pale tunaita of Africa. Na sio tu ya Wakongo. Iko tu ya Wakongo, ndio tuko na banani mbego, tuko na Somalia sio ndani. Ndio. Tuko na Ethiopia sio ndani. Na wote wako all over. Sudan sio wote ndani. Na bote na India ma state ipo. Ndio, maana state zingine. Fasi zote umoja ipo. Na paka sasa hivi kuna watu kama si je me rappelle bien. Bakwana tupigia tulikuwa napangata mpango na president Janta. Tupasho nda Iowa. Kwenda kufungula branch ya umoja wa bari Twitter sana. Ndio. Twende wafungulie umoja wa Afrika kule. Maana ndio ma project hizi. Ni ma project ni iko. Ndio. Unasikia umoja wa Afrika tuko na bingi tuko napanga nafikiri mkikao tulifanyaka hapa umoja day. Tuliongeaka pale tukaongelea kila kitu tukamwambia kama tuko na jianda, tuko na prepare. Ndio. Soon kama mambo yanaenda mzuri tutaweka mabisi. Ya umoja of Africa. Hapana ya umoja enterprise. Ya ile non-profit. Ya non-profit. Na ile mabisi itakuwa pale juu ya kusaidia. Jua nakwambia mbele ya kutosha kitu chini ya kitani natakiwa upige magoti. Piga magoti, ndio. Hata si mbele ya kupata msaada, batatuuliza mko na nini? Ndio. Autofinancement. Tulisema tutaangalia gisi gani tutaenda, tutapanga mipango ya kwanza kufanya mchango contribution mensuelle. Ile kitu kuna kipangilia gisi gani sisi tufanye watu wanjolete ile franga. Ile franga itasaidia tukapata tabisi. Moja. Tutaitia njia ya grill. Ndio. Njia ya Fort Morgan. Inaanza kubeba watu na watu wanalipa ile pesa na kuingia mu banki yetu ya community. Ya community hayo. Wakati inaingia hivyo kama mabilio hivi. Kama nilipata swali ya president niuliza. Ndio. Sasa hao wenyewe wanakufa Afrika tutafanyaje? Kama iko vigumu lakini kama tuko na ile kitu ketu kinaingizana tutapanga ratiba yote. Ndiyo. Tunajua mtu mwenyewe anakufia Afrika tutamupa hivi. Mtu mwenyewe anakufia hapa tutafanya hivi. Ndio maana tuko napikanisha. Kila kitu kende true. Ndiyo. Projet iko bado bora sema gato vile. Ni projet tulipanga. Ndiyo. Na kitu kikubwa kingine tuko napanga umoja wa Afrika. Tunajua kuzika ni kitu mwenyewe nasumbua watu sana. Ndiyo. Tunapenda tukafikiria hata tupate fasi yetu kama gisi vile Waislamu. Sio kwa nafasi yao ya kuzika. Ndiyo. Umoja wa Afrika na wewe napenda ipate sehemu yao ya kuzika. Ndiyo. Juu mtu yote akakufa. Tunajua kuko fasi ya kwenda kuzika, hatutafanyisha mchango tena kwa watu. Ndio. Kwa tunafanya michango si ajili ya kwenda kuzika. Ndio. Lakini tukishapata fasi tutafanyisha mchango wa nini? Haitakuwa na. Ndio kwa kuna kitu kuna produire, kinaingiza pesa, mchango utafanyishwa wa nini? Haina tena maana. Lazima tuko tunapiganisha na president na kamati yake, tukale chini tuangalie kisi gani ya kuandaa vitu. Ndio. En tout cas, vie courage tena sana na mimi sema tena pongezi maana kazi ni kubwa. Labda unaweza kuwa na idea ama 3 moja za kuinspire generation yenye inakuja nyuma. Kuna lingine swali hapa lenye lilikuwa limesikilikana kama uvyo unaanza fungisha watu. Maana wewe watu sawa wanaanza kufuata nyuma kubia wewe unawafungisha. Ile wewe unaisema hai kuhusu hili. Ndio unajua ile kuhusu ile nilikuwa nasema mimi sikuwa napenda viongelea lakini watu wanaongea sana. Ndio. Kama ule mtu alikuwa kuiba mtoto.
hapa nyumbani. Na niambia watu wakati ile alikuwa hapa nyumbani, alikuja hapa nyumbani kwangu. Ndiyo. Ni wakati alikuwa anatukana, anachafua mimi na mke wangu na familia yangu yote. Alikuwa anachafua na watu walikuwa wanaona. Nani mwenyewe kwenda kumkataza? Baba sio kumkataza, akamwambia hapana kufanya hivi tu hivyo. Walikuwa wanamwacha. Na mimi kitu tunakuaga letu na mimi na mke wangu tulikuwa atujikipe naye. Tulimwacha. Mpaka alikuja hapa nyumbani yeye na watoto zake. Wanapaki gari zao pale. Wanashuka wanakuja kugonga mlango. Mke wangu akawaona kwa kamera. Hakupenda kutoka nje, hakupenda wafungula juu, akatoka watafaa vurugu hapo. Ndiyo. Akasikia watoto wanacheza kwa backyard. Akazunguruka kaenda kaiba mtoto wangu ule mmoja. Akaenda naye. Baba polisi walikuja, badala kumkuta mtoto kwao. Ule wale wafia wake wawili ndio walikuwa wanaikala naye kwenye gari, wanakamata mtoto. Yeye anashuka baada ya siku zingine. Ile siku. Ndiyo. Yeye anashuka anaenda ndani nyumbani, atujue ndani anaenda kuchukua nini. Ndio polisi kamkamata. Ikawapeleka. Omar hajamfungisha mtu. Amejifungisha mwenyewe. Na anasamba na serikali, hajasamba na Omar. Maana yake wewe ya ile mambo wewe haujaelewa. Na siku alikuwa kuiba mtoto, nilikuwa kazini, sikuwepo. Sasa leo ilikuwa Omari alikuwa kudai franga ya tax. Omar hajawahi kumfanyizia tax hata siku moja tokeo Omar ananja business ya tax. Yeye na familia yake Omar kufanga. Leo alikuwa kulomba franga ya tax yake, Omar anamfungisha. Omar hajafungisha mtu. Ndiyo. Mwenyewe anapenda kujua ukweli. Ende ku court. Siku ya judgment yake atasikiliza ajue ni nini yeye kuendelea. Ndiyo. Lakini gisi jina Omar ni tamu. Wataendelea na sawa Omar ndio alifanya. Sio Omar. Maana jina Omar inakuwa utamu mkinywa hapo. Mimi naona kuona kwa mtu wote mwenye kupenda kujulikana mwa apiti jina Omar. Omar alifanya hivi. Nenda anapenda nani toka anajulikana. Ndiyo. Yeah. Vie tunashukuru sana mais avant tumalize kwa napenda après tu ma défi zetu ushapita emo na usharelever ma défi za mingi na tuna comprendre que c'est plus on a traversé ma défi plus inakufungua inakupanua mafikiri inakuleta mawazo tofauti. Kitu gani unaanza ambia jeunesse yenye iko nyuma yenyewe napenda kesho ifanye kitu ya bien yenyewe itakuja kwa benefiki mu community zao? Kitu mimi nitashauri jeunesse na endeleaka sana, nasema kwa wale ambao wako karibu yangu. Na ngana baambia kila siku. Naambia mwinchi tulikuja utafuta. Ndiyo. Na hapa sio kwetu. Ndiyo. Tusisahau manyumbani. Ndiyo. Tukunye maji, tuangalie juu kama kuku. Watu wanaona tu kuku anakunywa maji anaangalia juu hapa juu kwa nini? Unasikia? Na miaka vijana muamke. Ni wakati mngaliko na miaka chini some. Ndiyo. Mwende kwa masomo. Musome. Kama mpende kusoma, mtafanya makazi hii si tunafanya leo ya kukoropa, ya kusukuna masahani na mama unapenda mfanye makazi. Wakati mngaliko wa vijana, inatakiwa mfanye kazi, mtumike, musome kwanza. Mwende musome, mtapata kazi nzuri, na ukipata kazi nzuri mtasaidizana nyinyi kwa nyinyi. Susi yangu kubwa ilikuwa kama ba Ethiopia leo, mbeko na gas station. Kwa nini jeunesse yetu isifanye vitu hivi? Ndiyo. Inatakiwa basome, baungane, bafanye kitu. Ndiyo. Bafungule maofisi. Kwenye leo nikakuwa besoin na passport, najua nitaenda kwa ofisi fulani. Ndiyo. Batanisaidia pale ku apply. Ndiyo. Ole kila kitu tuanje kukimbilia kwa wazungu na wakati tuna uwezo wa kufanya. Ndiyo. Tuko na ile esprit ya kujituma. Esprit ya creativity. Ndiyo. Usipate $100 wewe yote mkinywa wa. Pata $100. Kula na $90 weka. Itakusaidia. Njo ili nendanga kupatia nani na kwenda na produire na wewe kesho. Ndiyo. Jua nini unaweka akiba. Sasa mwenye anakulaka tu kesho atakuona wewe sawa unalamuka sasa anakuanza kusikia wewe chuki. Ndiyo. Na njoo kwenye mapoazo unatoka. Jua nini au pende kufanya kazi. Ndiyo. Unapenda facility. Ndiyo. Na kuna mwenye anapata hiyo facility. Haiwezekani. Haiwezekani. Vie kama gisi unajua emission yetu ni ya Good Morning Africa, ni kupenda kuelimishana na kupenda ku encourage na ku empower jeunesse. Umeshatupatia ambayo ni message kubwa sana unaweza tupatia. Niko na question yangu ya mwisho ambayo ni ya Diver. Mumatiere gani sana kwa masomo ulikuwa unasema kukiltije na kwa sema hii na mimi naioneaka? Mimi comptabilité. Ndio nani nilikuwa napenda sana, nilikuwa naipiga sana. Mimi nilifanya commercial na nikaenda nikafanya economie. Ndiyo. Alors mimi bitu a calcul.
Bile ni byangu. Bile ni byako. Bile basi apparemment mimi sitakuwa na question ku ya calcul parce que la comptabilité ni kwaga wa mwisho sana. Bon, Gisu umesema que ulikuwa foro ku comptabilité. Manake mabitu ya calcul ndio mabitu yako. Ile ndio ile piganaka na ile. Bon vieux, 25 fois 40 ni ngapi? Ile ni 1000. Maki, mimi na comprendre sasa pourquoi umoja inakuwa ya kabambi. Merci sana vieux, merci, tunashukuru sana kwa kutupokea. En tout cas, tunashukuru kwa muda wako, tumekuziwa ulikuwa unataka toka mais umesema wewe ni biana yangu, baloko yangu, acha niwapokee. Sisi tunashukuru sana. Message umetutumia mle ni message kubwa sana, watu wana comprendre, wasioni tu succès, wasioni tu mtu analamkaka anatoka, wasioni basisikie jina ya mtu, kumbe mtu jina ndio anaitengenezaka. Na sisi tunakomprendre que ni inspiration unatuinspire na sie na wengine wiko wanatuona kesho na wajue ke defi haipashi mtu kushuka, defi napasha ndo mtu kumpousser aende vers l'avant. Tunashukuru sana kupokea media yetu. Ulikuwa nasi Good Morning Africa. Leo tulikuwa na kiongozi mkubwa sana ambaye ni community leader, entrepreneur na ambaye ni also philanthropist ambaye mmesikia historia yake hapa. Tunashukuru sana kwa kutufuata, msisahau ku comment, ku like, ku subscribe na of course ku share our content. Thank you very much.